Mama, habari? Nzuri, habari za kwako? Salama kabisa. Ndio, karibu. Umechangamka sana leo. Nimechangamka kwa ajili ya Suzi na mama yake na baba yake. Sherehe ya Suzi leo. Wewe na hii familia mkoje karibu? Ni marafiki, ni jirani yangu mwema. Mama Suzi ni mwanafunzi wangu pia wa darasani. Maana kitaaluma mimi nilikuwa mwalimu, lakini nimeshastaafu na miaka kama 15 nyumbani. Okay. Ndio, kwa hiyo ni marafiki zangu sana. Sawa. Mama ni kabila gani? Mimi Mchaga, lakini nimeolewa Tanga. Kwa hiyo unaweza makabila ya Tanga unajua na kwenye Wachaga unajua? Tanga si sana, lakini Chaga naielewa kule nilikotoka mie. Ndio. Sasa nikitoa nafasi ya wewe kama jirani, lakini pia kama mwalimu wa Suzi unamjua vizuri. Ndio. Unaweza kutupa sifa kidogo za Suzi, ni mtu aina gani? Suzi ni mtoto mtaratibu, ni mtoto mweledi, ana heshima na adabu na anasikia, ni mtiifu. Kwa kweli anazo sifa. Darasani alikuwa tangu aanze darasa la kwanza haachii namba ya kwanza, ya pili, ya tatu mwisho. Kweli mama? Kweli kabisa. Mimi namfahamu vizuri tu. Ndio. Na mpaka Mungu amemjalia amemaliza huko na amepata taaluma yake hiyo. Anastahili, maana ana huruma, ana upendo pia. Sasa ukipewa nafasi ya kumwambia neno moja Suzi akielekea maisha yake ya ndoa, neno gani la kumwambia? Nataka kumwambia lakini kwa Kichaga sasa. Namwambia kwa Kichaga nataka. Ende tunza woliwowo ponecha unumbawo utunze necha kipa wandu wa ulalu weche utawanduko wami kundu waire na powo. Hapo kwa tafsiri maana yake ina maana gani kwa Kiswahili? Kwa Kiswahili, nenda katunze ndoa yako vizuri. Mungu akubariki, uendelee kuitunza na kuipalilia ndoa yako. Uangalie majirani, kwa sababu siku hizi watu wanamtoa mtu kwenye ndoa yake ili yeye aingie. Tunza sana ndoa yako, na huku ukimwomba Mungu kwamba Mungu nisaidie katika taasisi hii niliyoingia, maana ndoa ni taasisi. Kule Tanga kuna makabila gani? Kuna Wasambaa, kuna Wazigua, nao wafahamu, nao wakumbuka. Ipi wewe unayolijua? Nalijua Kisambaa, maana ndiko nilikoolewa. Haya, kumwambia kusema asante kwa Kisambaa unasemaje? Hongea tate, hongea mame. Kama ni mwanamke, hongea mame. Kama ni mwanamume, hongea tate. Sasa nataka niseme asante mama, nashukuru. Hongea mame. Hongea mame. Hongea mame za kuwa na nu. Hongea mame za kwanza na nu. Na mimi nashukuru pia. Hongea tate, karibuni. Asante sana. Na karibuni tena, maana wasichana bado tunao hapo. Nimesahau kitu kimoja. Ni sifa gani ya hapa wapi Katesh, ndio? Ndio. Sifa kuu ya watu hapa ni sifa ipi? Ni upendo. Sifa yao kubwa ni upendo na ushirikiano. Kukiwa na jambo kama hili, wanakukimbilia, na hasa yale ya matukio ya kimungu, kwa mfano msiba, utakimbiliwa sana. Na sherehe kama hii, wengi wameenda shambani asubuhi hii, lakini jioni watakuwa kule. Na ndio maana sisi tukaamua tubaki hapa ili tumsaidie huyu mama shughuli kwanza, baadaye tutatumbukia ukumbini. Kweli wana ushirikiano na wana upendo mkubwa sana. Neno moja kwa vijana waliopo huko mikoa mingine kuhusiana na kuwa mabinti wapo. Wape neno moja. Karibuni sana. Kateshi Hanang Gedangonyi, wasichana wapo wamejaa. Tunawakaribisha, tunawapokea kwa mikono miwili. Karibuni sana, tupo, tuna wasichana nyumbani. Asante sana.